Mambo vipi? Frank Wihanji hapa. Asa leo katika kipindi chetu au katika programu yetu ya Next Generation Voices NGV ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya vijana, tunaongelea hasa kuhusiana na kesho ya vijana wa Kitanzania waliopo vioni, waliopo mitaani, waliopo makazini, vijana wote, kuangalia namna ambavyo vijana wa Kitanzania wataweza kufikia ndoto zao. Ni namna gani watafanya, ni matarajio yapi wanayo, wanahitaji nini, kipi kinakosekana katika masuala mbalimbali ambayo yanawawezesha wao kuweza kufanikiwa. Sasa siku ya leo niko na mgeni hapa, niko na mwanadada, atajitambulisha tuweze kumfahamu yeye ni nani, anajihusisha na nini, ili tuweze kumjua kwa namna moja ama nyingine. Mambo vipi? Vipi? Safi, mzima? Unaweza ukajitambulisha watu wakufahamu labda? Okay. Naitwa Noreen Jeremiah. Naam. Ni mwalimu wa Kiswahili. Ndio. English. Aha. Na bahati tena nakutana na mwalimu wa Kiswahili na Kiingereza. Mwalimu wa Kiswahili na Kiingereza. Unapenda lugha? Ndio. Kwa hiyo kuna namna gani unajisikia kwamba unaonekana ni mwalimu wa Kiswahili, kuna mwalimu wa Kiingereza? Kwako hiyo inakuwa vipi? Kwangu ni nzuri. Kwa maana ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda, kitu ambacho nakipenda. Na pia ukijua lugha inasaidia. Inasaidia. Aha, kwa hiyo kwa namna hiyo sasa unaweza ukaniambia upo tayari kufundisha, yaani kwamba inatokea sasa umepata ajira bwana Noreen, kuna shule hii hapa unaweza kwenda kufundisha? Yeah, of course naweza kufundisha. Sawa, ni kitu kizuri kama unapenda kufundisha na umesema unapenda kufundisha kutoka moyoni, si ndio? Aha, najua kuna changamoto mbalimbali mnapitia mnapokuwa hapo shuleni wakati wa ufundishaji. Na nadhani pia umeshafanya field, si ndio? Ndio. Kwa Kiswahili tunaweza kusema ulienda uwandani. Sasa ni changamoto gani ulipata wakati uko field? Wewe kama mwalimu wa lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Changamoto zipo. Ndio. Na changamoto zilikuwa ni nyingi sana. Kwanza, changamoto ya kwanza kama mwalimu wa Kiswahili na Kiingereza, ilikuwa wakati mwingine tukiwa kwenye somo la Kiingereza, ndio wanafunzi wanapata changamoto kuelewa. Kwa hiyo wewe kama mwalimu unatumia nguvu kubwa kufanya wale wanafunzi wafanyaje waelewe. Nguvu kubwa umeongelea hapo. Sitaki kuingia sana huko kwenye ualimu. Sasa uliwahi kupata stress au mawazo? Mawazo yapo. Mbona umefikiria sana au bado una mawazo? Mawazo yapo kila siku. Mawazo hapo. Kwa sasa hivi wewe mwaka wa 3 unawaza vitu gani kwa mfano? Maana wewe ni mhitimu, si ndio? Nawaza biashara. Biashara. Nawaza vitu mbalimbali. Nawaza vitu mbalimbali. Ajira. Tunawaza vitu ambavyo vinaweza kututoa katika umaskini. Kututoa katika umaskini. Jambo zuri. Kwamba unafikiria namna kesho yako itakuwa vipi, si ndio? Umeongelea biashara. Unapenda kufanya biashara? Sana. Biashara ipi? Napenda biashara ya nguo. Kuuza nguo. Kweli unaonekana umependeza lakini. Sasa unapenda biashara ya kuuza nguo, lakini umeongelea na masuala mengine ya ajira. Sasa turudi hapo kwenye stress. Umepata changamoto, labda una mawazo, najua vijana mna mambo mengi, si ndio? Yaani niseme vijana tuna mambo mengi. Labda tuchukulie tu mfano sasa, stress nyingi kwetu sisi vijana labda ni za unapokuwa na mahusiano yako labda muda mwingine, si ndio? Naamini una mahusiano. Usitaki kunidanganya kabisa. Sina mahusiano kwa sasa. Kwa sasa? Yeah. Kwa muda huu ambao mimi na wewe tunaongea? Hapana. Kwa kipindi hichi sina mahusiano. Kwa kipindi hichi. Lakini hapo nyuma ulikuwa nayo? Yalikuwepo. Kwa hiyo pete ulovaa hapo ni urembo? Huu ni urembo. Aha. Sawa. Unapopitia changamoto za mawazo, yani siku yako imeharibika, unasema I'm not in a good mood, unafanya nini ili uweze kujiweka sawa sasa? Mimi nilikuwa not in a good mood. Yeah. Nachofanya ni kusikiliza nyimbo. Kusikiliza nyimbo? Yeah. Nyimbo zipi labda?
yani any kind of song nasikiliza. Iwe gospel, iwe gospel, kwa hata kwa reggae unasikiliza. Reggae, ili mradi tu nitoe kwenye ile condition iliyopo. Kwa hiyo unapokuwa na stress unasikiliza nyimbo ndio inakusaidia kuondoa stress. Inarudisha nilipokuwa ndio. Maana kuna njia nyingi za kuondoa stress. Nilijua labda utasema labda unapata wine kidogo nini. Sio mtumiaji. Kwa hiyo unapokuwa na stress wewe unakuwa unasikiliza nyimbo, na umesema masuala ya mahusiano kwa sasa hauna na hutegemei ama inakuwaje? Sasa sitegemei chochote. Sitegemei mahusiano yote. Kwa nini utegemei? Before kuwepo. Ndio. Ila ilikuwa ni vitu vya kunipa mawazo, yani anirudisha tena kwenye mawazo, sio kunitoa kwenye mawazo. Kwa hiyo ndio maana ni sasa hivi sitaki tena hata mahusiano kwanza. Unaona atakuvuruga. Ulikuwa na hasira, ukasirika? Ndio, nakasirika sana, tena vibaya. Una hasira, yani una hasira juu sana? Au ya kawaida? Ya kawaida tu, sio juu sana, kawaida. Vitu vipi vinaweza kukasirisha kwa hali ya kawaida tu? Kitu ambacho kinaweza kukasirisha kwa hali ya kawaida kama nimwambie mtu kitu asifanye. Kitu ambacho kinaweza kukasirisha kwa hali ya kawaida. Umwambie mtu kitu asifanye? Yaani ni mfano nimwambia mtu, mfano nimwambie mdogo wangu deki nyumba. Niende nirudi nikute hajadeki. Hapo nitapata hasira. Kwa wenzako, rika lako, watu kama sisi? Watu kama nyie. Mimi naweza kuamudu. Mimi naamudu. Sasa unaweza ukatumudu, lakini si kuna namna naweza nikafanya kitu nikakukera au hakuna? Ndio, wewe kama wewe ukinikera. Mimi sikasiriki. Wewe nakwambia. Maana wewe sio mtu kukasirikia. Ukinikera mimi nakwambia kabisa fang umenikera. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye tumezoeana. Tunafahamiana. Kwa hiyo sasa una control vipi hasira zako? Turudi hapo. Ili kwamba sasa watu wasione ni mtu wa kukasirika hivi. Namna gani sasa una control hasira zako? Mimi nanyamaza. Kwa hiyo labda mtu amekukera wewe unatulia kimya. Natulia tu. Basi. Sio kwamba unaweza ukatoa maneno labda. No, mimi sio mwongeaji. Sio mwongeaji? Hapana. Mimi ukinikwaza natulia tu. Sawa. Ukiniumiza hadi mwisho nalia. Kwa hiyo muda mwingine hasira zikizidi na maana unalia. Nalia. Ili uondoe machungu. Sawa Nuri, na umeniambia huna mahusiano sasa hivi lakini nakuchukulia wewe sasa kama mfano ambapo utasimama kuwakilisha mabinti wengine. Kuna hili swala siku hizi la watoto 2000 vs wa baba. Nadhani umeshawahi kulisikia, si ndio? Kwamba watoto 2000 zao wa baba watoto 2000. Wewe hilo swala unalichukuliaje? Ni kwanza umecheka. Ni unadhani ni kuna ukweli kwanza hapo? Ukweli upo. Sawa. Na unadhani ni sahihi? Hapana, sio sahihi. Mfano kwa binti kama wa 2000 kukaa na mtu rika na babake, hiyo sio kitu sahihi. Kwanza ni kama kuvunja heshima. Kuvunja heshima. Kuna vitu vinavyopelekea mpaka wa mabinti wanafanya hivyo. Tamaa. Ni kitu kikubwa. Tamaa kivipi sasa? Yaani una mfano, unaweza kukuta mfano kwa hapa chuoni. Unakuta mfano binti anatumia iPhone 16. Ndio. Ukifuatilia background yake, unakuta mahusiano yake kama yani ndio hivyo wa baba, wa nini? Wanasemaga wanaita madadi. Madadi. Mimi nilikuwa sijui, sipo kwenye ulimwengu. Wanaita madadi. Wale ni watu ambao sio wagumu kutoa. Sio kama vijana. Tofauti na sisi. Tofauti na nyinyi. Nyinyi ni mfano mtu akikwambia naomba 10,000, utamzungusha. Actually lazima nikuzungushe kwa sababu si unaelewa kuna namna sina kazi labda, si ndio? Nipo nasoma. Tunarudi kwenye ile mwanzo nilikwambia. Hivyo ndio vitu vinavyofanya nini? Mabinti wanaenda kwa wale nini? Watu wazima. Na kwa nini sasa ina maana mnapoenda wale mabinti sasa, sababu umesema una mahusiano na umesema kitu sahihi, unadhani wanakuwa na wapenda kweli au ndio hivyo tu watimiziwe haja zao? Inadepend na moyo wa mtu. Kuna ambao wanawapenda
lakini wengi yani asilimia kubwa ambao wanakaa na watu wa baba au madadi hao, asilimia kubwa hawapendi, wako pale kwa ajili ya luxury tu hizi. Hela nini. Kwa hiyo mnatukimbia sisi kwa sababu hatuna hela. Hamna hela. Na unadhani ni kwa nini sasa mabinti mnakuwa mnatamani muwe na wanaume wenye hela? Kwa sababu na kwangu mimi ninavyoamini, kama unahitaji mtu wa kukoa ama unahitaji mtu wa kuishi naye, lazima muanze naye sehemu, si ndio? Hasa inakuwa vipi kwamba kwa muda huu ujana wako upo na baba tuseme, alafu unataka uje kuolewa na kijana wa rika lako? Wewe unaona vipi hapo? Hiyo sio nzuri kweli. Sio kitu kizuri. But